Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea kumshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku nyingine hii ambayo ametupa, ambayo tunaenda kulitafakari neno lake tena. Na niseme tu kwamba tunamalizia somo letu ambalo tulianza nalo linalosema nguvu ya Mkristo katika neno. Leo tunahitimisha, naamini kabisa tutakuwa na somo lingine baada ya hili. Na nikukaribishe sana mtu wa Mungu popote ulipo unaisikiliza, na tunaenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Yohana 15 mstari ule wa 7. Tunahitimisha somo linalosema nguvu ya Mkristo katika neno. Na tunaenda kuthibitisha neno hili sasa katika kitabu cha Yohana 15 mstari wa 7, anasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ambayo Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake, akiwathibitishia ya kwamba wao wanapaswa kukaa ndani ya Kristo, lakini maneno ya Kristo yakae ndani yao wao. Na baada ya neno la Kristo kukaa ndani yao, waombe lolote, Baba yake atawapa. Mpendwa msikilizaji, inawezekana kabisa neno hili umekuwa ukilisoma sana, umekuwa ukilisikia mahali, lakini nataka nikwambie leo, Yesu alikuwa na maana ya kuambia wanafunzi wake, ninyi kaeni ndani yangu, maneno yangu yakae ndani yenu. Kwa nini Yesu asingewaambia kwa kuwa mmeshaamini neno langu ninyi basi hamna haja ya kuhangaika? Kwa nini Yesu asingewaambia kwa kuwa mmeshanipokea mimi mmepokea vyote? Yesu anawaambia kaeni ndani yangu mimi, lakini maneno yangu yakae ndani yenu. Maana yake, neno la Mungu likikaa ndani yako wewe, ndivyo litakavyoendelea kukutakasa na kukusafisha siku hadi siku. Wewe ukiwa ndani ya Kristo na neno la Kristo likikaa ndani yako, linakufanya kuwa na ushuhuda kwa wengine. Linakufanya kuzaa matunda. Watu wengine watajifunza kutoka kwako. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu ni Kristo mwenyewe. Neno la Mungu ni Mungu halisi. Mahali ambapo hakuna neno, maana yake hakuna Mungu. Nimeanza kuambia kuanzia ile mara ya kwanza tu, nikasema moyo wa mtu mwenye neno, huo moyo unamtambulisha Mungu, maana yake ndani yake kuna Mungu. Na mpendwa, nataka nikuambie, kama moyo wako hauna neno, ni mwana maombi mzuri, unajua kufunga na kuomba sana, lakini huna neno. Kama huna neno, bado kuna shida. Tafuta neno la Mungu likae ndani yako kwa wingi sana. Yesu aliacha neno hili akisema, nyinyi kaeni ndani yangu, akijua kabisa tukikaa ndani yake tuna uzima, tuna ulinzi wa kutosha. Lakini anasema maneno yangu mimi yakae ndani yenu ninyi. Maana yake neno la Mungu likikaa ndani yako litakuonya, litakuelekeza, litakufundisha, litakusaidia kukuambia huyu anahitaji samehe, acha, usilibebe hilo, achana nalo. Msamehe kama wewe ulivyosamehewa, na wewe samehe wengine. Huo ndio ukamilifu wa Mkristo. Mkristo anakamilika si kwa sababu anatoa sadaka. Mkristo anakamilika si kwa sababu anajulikana na kiongozi wake. Mkristo anakamilika kwa sababu neno la Mungu limekaa ndani yake na anaishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Mkristo aliyekamilika anapaswa kuishi neno likiwa kiongozi katika maisha yake. Neno la Mungu likuongoze wewe, sio mtu fulani, sio nabii fulani, sio mchungaji fulani. Wachungaji wengine wanafundisha uongo, nabii wengine wanatabiri uongo. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu ndani yako, manake neno la Mungu likiwa ndani yako, litakusaidia kujua ni kitu gani nipokee, ni kitu gani nisipokee. Kama huna neno, utalishwa kokoto utapokea, utalishwa matango utakula, matango pori utameza, kama huna neno. Kwa hiyo mpendwa, nataka nikushauri kwamba neno la Mungu likae ndani yako kwa wingi sana. Yesu mwenyewe ametuthibitishia kwamba yeye tukae ndani yake, lakini neno lake likae ndani yetu sisi. Ili tuweze kuishi maisha yanayompendeza Mungu, lazima neno la Mungu likae ndani yako. Huwezi kufanya maamuzi sahihi kama huna neno. Huwezi kuishi maisha matakatifu kama huna neno. Huwezi kumjua Mungu wala kuisikia sauti yake kama huna nini? Kama huna neno. Lakini pia huwezi kuyatimiza mapenzi ya Mungu nje ya neno lake.
Kwa hiyo ili tuweze kuyatimiza mapenzi ya Mungu katika neno lake, ni lazima tujue neno la Mungu linasema nini katika maisha yetu. Nataka nikwambie kwamba kusoma kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya 3, waraka wa pili wa Timotheo sura ile ya 3 mstari ule wa 16, anasema kila neno lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadabisha katika haki. Kwa hiyo kama huna neno la Mungu, huwezi kumfundisha mtu kitu ambacho wewe mwenyewe ukijui. Kama huna neno la Mungu, hutamwadabisha mtu kwa haki. Kama huna neno la Mungu, huwezi kuonya kwa usahihi. Mpendwa, lishike neno la Mungu likae ndani yako. Neno la Mungu likiishi ndani yako, hutakuwa na adui. Jirani hawezi kuwa adui yako, mtoto wako hawezi kuwa adui yako, ndugu yako hawezi kuwa adui yako, kwa sababu neno litakufanya ujue ya kwamba neno ni uzima na Kristo alisamehe. Utafikiri kutangaza msamaha wa kwanza kama alivyotangaza msamaha mtumishi wa Mungu Stefano, akiwa anapigwa na mawe, akiwa anashambuliwa na mawe kwa hasira, watu wakiwa na hasira kali, lakini damu zinamwagika, anakaribia kufa, anasema, Baba, usiwahesabie kosa hili, wasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Ingekuwa wewe, sijui ndugu yangu ungesemaje? Sijui kama ungeweza kutamka msamaha katikati ya maumivu makali kama yale. Lakini tumefundishwa kupitia watumishi wa Mungu hawa, Yesu pamoja na Stefano, walitangaza msamaha katikati ya maumivu makali. Na sisi tujifunze kulishika neno la Mungu ili tuweze kufanya maamuzi sahihi yanayompendeza Mungu, bila kujali nani anasema nini na dunia inakutazamaje. Neno la Mungu likawe taa na mwanga katika njia zako. Neno la Mungu likawe kiongozi wako na mchungaji wako wa kweli. Maana neno likikuongoza, utafanya yanayompendeza Mungu. Basi ni kuombe msikilizaji kwamba kila siku soma neno la Mungu. Chukua Biblia yako, soma mistari hata miwili, alafu mwambie Mungu, neno hili likawe mbegu katika moyo wangu. Nataka nikujue wewe, nataka niishi sawa sana mapenzi yako kwa neno hili, angalau kwa uchache wake, lakini Baba, naomba unifundishe nikujue kupitia neno hili. Utaona nguvu ya ajabu inaingia ndani yako. Utaona nguvu ya ajabu inakuwezesha hata pale mahali ambapo ulikuwa uwezi. Utashangaa sana pale unaposema kwamba mimi kusamehe siwezi. Basi hebu soma neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 14 na 15, alafu mwambie Mungu, nataka unisaidie niweze kusamehe yeyote na yeyote ambaye nimemweka katika kilindi cha moyo wangu, nimtoe. Na kuanzia leo nataka wewe Yesu ukae ndani yangu. Utaona nguvu ya ajabu inakuwezesha kusamehe. Mtu akikukosea unaona kama vile anakuchekea, unaona kama vile anakupa kitu kitamu unakula. Yaani hutakuwa ni mtu wa kulipiza visasi, hutakuwa ni mtu wa chuki, hutakuwa ni mtu unaikosa amani kwa sababu ya mtu fulani. Mungu wa mbinguni atusaidie sana watu wa Mungu. Ili Ukristo wetu ukamilike, ni lazima tuwe na neno katika maisha yetu ya kiroho, na zaidi sana tuwe hai kiroho kupitia neno la Mungu. Basi naishia hapa. Ninakukaribisha tena kwa somo lingine litakaloanza. Naomba Mungu wa mbinguni akupe nafasi, akupe na kibali pia uendelee kulisikiliza neno hili ambalo linatupa uzima. Mungu wa mbinguni akubariki sana kwa nafasi yako, kwa muda wako kulisikiliza neno hili. Mungu akupe nguvu na akupe neema ya kuweza kuishi sawa sawa na neno lake, katika jina la Yesu Kristo. Amen.